Hi everyone, karibu sana kwenye kipindi chetu cha Skin Plug 255, mahali ambapo ngozi yako inapata nafasi ya kusikika, kung'aa, lakini pia kuheshimiwa kama ngozi asilia. So katika kipindi hiki utakuwa na mimi mtangazaji wako Irene Sylvester Kweka. Nitakuongoza ili kufahamu nini maana ya ngozi, ngozi inabidi itunzwe vipi, lakini pia namna ya kujali ngozi yako. Karibu sana. Leo tutapata kufahamu maana ya ngozi, aina za ngozi na jinsi gani ya kugundua wewe una ngozi ya namna gani. So ngozi kama tunavyojua ni kiungo kikubwa kuliko viungo vyote katika mwili wa binadamu. Lakini pia ngozi katika mwili mzima ziko tofauti sana. Ngozi ya usoni haiwezi kuwa sawa na ngozi ya mwilini, lakini pia ngozi ya usoni haiwezi kuwa sawa na ngozi ya kichwani. Hivyo tuna aina kadhaa za ngozi ambazo nitaziongelea hapa. Basically aina 3. Japokuwa studies zinasema kuna aina zaidi ya 3. Nyingine ziko 4, study nyingine zinakupa aina 5, lakini mimi nitabase na aina 3 ambazo ni common sana kwa watu. So katika hizo aina 3 ambazo nitaziongelea, nitaongelea sana kuhusu oily skin, yani ngozi ya mafuta, nitaongelea kuhusu dry skin, lakini pia nitaongelea kuhusu combination skin, ngozi yenye mchanganyiko. Aina nyingine ambazo sitoziongelea zaidi ni pamoja na combination skin, na wengine hupenda kuweka sensitive skin. So katika aina ya kwanza ya oil skin, hii ni ngozi ya mafuta ambayo unaweza ukajuaje huyu mtu ana ngozi ya mafuta, au unaweza ukatambuaje una ngozi ya mafuta. Ngozi ya mafuta kwanza, tabia zake ni ngozi ambayo inang'aa, lakini pia ni nyepesi kupatwa na vitu kama chunusi, lakini pia inaacha zile blackheads baada ya zile chunusi kuisha. Lakini pia hii ngozi ya mafuta ni ngozi ambayo ina moisture ya kutosha, yani ina unyevunyevu kulingana na pores zake kuwa kubwa katika ngozi. Aina yetu ya pili ni dry skin. Dry skin hii ni ngozi kavu ambayo watu wengi wanayo pia. Hii ngozi kavu ni ngozi ambayo pores zake kwanza ni ndogo, hivyo hairuhusu moisture au ule unyevunyevu kuonekana au kukaa kwa muda mrefu katika ngozi. Lakini pia ni ngozi ambayo ni rahisi kupata patches, au naweza nikasema ni rahisi kuonesha mipasuko au kuwa kavu kwa appearance. Lakini pia dry skin hii ni tofauti na oil skin, kulingana kwamba watu wenye dry skin wengi kupata pimples si rahisi kama mtu mwenye oil skin. Kija kwenye aina ya mwisho ni aina ya combination skin. Hii combination skin ni aina ambayo imejumuisha aina hizo mbili, yani dry skin na oil skin. Lakini kwenye combination skin kuna sehemu katika sura yako ambayo ni oily, lakini nyingine ni dry. So katika sehemu ambazo ni oily, mostly ni katika paji la uso, sehemu ya puani, lakini pia sehemu ya kidevu. Kuna wengine pia wanaweza wakawa na ile oil katika upande wa mashavu. Japokuwa we are going to talk about the T-zone, the forehead, nose pamoja na chin. So hii combination skin, mahali pengine palipobaki mbali na hapo nilipopataja, hiyo tutatamu kama ni dry skin, na itakuwa na characteristics zile za dry skin ambazo nimesema, lakini pia sehemu ya oil itakuwa na zile characteristics za oil skin ambazo tayari nimekwambia. So watu wengi tuna belong katika hayo makundi matatu, mbali na ile additional kundi ambayo ni sensitive skin, yani hizo ni ngozi ambazo ziko very reactive to vitu ambavyo unapaka, mazingira na kila kitu. So katika kufahamu hizo aina kuu 3 za ngozi ambazo nimependa kuziongelea leo, ni muhimu sana kujua unapatikana katika aina gani ya kundi la ngozi. Kwa nini ni muhimu? Ni muhimu kwa sababu itakusaidia pia hata katika product utakazotumia, mazingira utakayokaa, sababu si tu product unazopaka ndio zinasaidia katika kukurahisishia utunzaji wako wa ngozi. Hapana, bali ngozi ina mjumuisho kubwa sana. Tumesema ni kiungo kikubwa sana. So tumeanzia ndani kuja nje. Nitakuja kuongelea kuhusu layers za ngozi ambazo ziko 3, ili uweze kujua kwamba katika kulinda ngozi au kufanikisha kwamba una ngozi yako inakuwa, lakini pia inakuwa healthy skin, unatakiwa upate nini na uache nini. Kwa sababu ngozi inajumuisha tabia yako, unakula nini, unafanya mazoezi gani, lakini unakunywa nini, lakini pia unapaka nini. So nitakuja kuzungumzia jinsi ya kutunza ngozi kuanzia ndani ili ulete muonekano mzuri nje, kwa sababu how you appear
unavyoonekana sasa hivi ni matokeo ya kile kilichomo ndani na unachofeed ngozi yako. So leo nimependa kuongelea kuhusu hizo aina. So kila mtu natarajia sasa hivi atakuwa ameshafahamu ana aina gani ya ngozi na ana belong katika kundi gani. Ili aweze kutunza ngozi yake anatakiwa kufanya nini? Ili uweze kutunza ngozi yako na kuiboresha kuwa na muonekano mzuri, unatakiwa uwe kwanza consistent kwa skin regime yako. Unatumia nini na je una consistent katika kufanya hicho kitu? And unachokitumia kina quality yoyote ndani yake au unatumia tu vitu tofauti? Mazingira uliopo, je, yana support ngozi yako? Unaelewa? Lakini pia vitu gani unaingiza mwilini mwako, the exercise that you do, the foods that you eat, diet and all that. Je, vina support growth ya ngozi yako au ndo vinazidi kudidimiza? Kwa sababu kitu ambacho anapaka leo mtu mwenye oil skin fulani, unaweza ukawa na oil skin lakini pia it's a sensitive type of skin. Mwenye oil skin, kitu ambacho anapaka leo, je, wewe kinakufaa katika ngozi yako? Kwa sababu watu wamekuwa tu wakipaka vitu tofauti, wakijua kwamba kitu fulani nikitumia maybe iron, nikitumia pia nitakuwa na ngozi nzuri. Hapana. Just know more about your skin na jinsi gani unaweza ukaenda about it ili kuweza kusaidia kuwa na ngozi bora iliyo safi, lakini pia yenye kugrow vizuri bila kuwa na changamoto zozote. So baada ya kufahamu aina za ngozi, ningependa ujue umuhimu wa kwa nini uijali na kuilinda ngozi yako. Kwa sababu kuna watu wengine wanaona wakiamka asubuhi wakatoka as they are, wasipaka chochote, mtu anakuambia mimi I just have a good skin na sipaki chochote, sijui nini, wanajivunia kutojali ngozi zao. Hawajawahi kukutana na changamoto, kwa sababu I meet a lot of people, hasa wale wenye pimples kubwa usoni, watu ambao wana lack sana confidence au naweza nikasema kujiamini. Mtu mwenye changamoto ya ngozi na wewe ambaye huna, una tofauti mkubwa sana wa kujua kuhusu ngozi. Inakufanya ukose ujasiri pale ambapo unajua kabisa hauonekani vile unataka ujipresent mwenyewe. So lack of confidence ni moja ya kitu ambacho kinawakumba sana vijana wengi kwa sasa hivi na kinawafanya ukose ile ujasiri hata walionao ndani yao kwamba I can do this. Kwa nini? Kwa sababu anaogopa jinsi anavyoapia kulingana na ngozi yake kutokuwa na muonekano mzuri. Kwa hiyo kujali na kuilinda ngozi yako ni muhimu sana ili kujiepusha na hivyo vitu. Lakini pia ukiamka usipotumia good skincare regime na usipojali kwenye ulaji wako, fanya mazoezi, enable ile hydration ya mwili, kwa sababu normally mwili unahitaji 75% ya maji. Lakini unakuta mtu from morning to evening hajajali kwamba mimi na kilo ngapi, nahitaji kunywa maji kiasi gani at least mwili wangu upate ile hydration. Kwa sababu our skin ndio kitu ambacho kinakuwa presented first kuliko kitu kingine chochote. Unapoapia tu mtu anajua na anakurecognize kwamba huyu mtu ana ngozi ambayo ipo healthy, sio tu ngozi inayoonekana. So hydration pia ni kitu muhimu sana katika ngozi zetu na tunatakiwa sana kuemphasize. Tunaweza kuhydrate ngozi yetu kutokana na aina ya products tunazotumia, lakini pia aina ya diet na maisha ambayo tunaishi, unywaji maji, na ni kufanya mazoezi and all that. Kwa hiyo hivyo vyote mtu ambapo akivizingatia vinaweza vikamfanya akawa na ngozi nzuri, lakini pia kumsaidia kupreserve ile confidence yake kwenye medias, kwenye nini, anapopita, anapoapia kwenye kitu chochote. Skin is confidence. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana ambacho mtu anatakiwa ajue kwa both wanawake na wanaume. Si wanawake tu wanahitaji kujali ngozi zao, hata wanaume wanahitaji kujali ngozi zao. You just look good when you love yourself, especially when it shows from your skin. Kitu kingine ambacho nataka kuongelea na wewe ujue kitakusaidia ni jinsi gani unaweza ukailinda hiyo ngozi ulionayo. Watu wengi wanaamini tu nikitumia product nitalinda ngozi yangu, labda nitumie product fulani. Lakini wanashindwa kujua product za aina gani mtu anatakiwa atumie ili ngozi yake igrow vizuri. Watu wengi wanakimbilia product ambazo hazifai. Ninaongelea product kali ambazo zina affect sana ngozi zao, na wanapotumia hizo products ngozi zao zinafanya ile reaction kwa haraka zaidi. Wengi wanataka yale matokeo ya haraka zaidi, ndio maana wengi wanaishia kuharibu uasilia wa ngozi yao na wanaishia kuwa na ngozi ambayo haivutii.
Najua sasa hivi watu wakiongelea kuhusu the skin is glowing, sijui nini, wanaongelea kuhusu creaming au kufanya ile bleaching. Najua ngozi zetu zina melanin, na melanin yako ndo inakupa rangi ya ngozi yako. Kwa hiyo unapoenda kutumia products ambazo zinaenda kuua hiyo melanin, inakuondolea uhalisia wa ngozi yako, actually yani hapo utakuwa umeharibu ngozi. You're not glowing or bleaching. Inabidi ujue tofauti ya ku-glow na ku-bleach ngozi yako. Kwa hiyo jiepushe sana na kutumia kemikali kali ambayo inaweza ikakufanya ukaharibu ngozi yako. Kitu kingine ambacho unatakiwa kuzingatia sana ili ngozi yako iwe nadhifu na yenye kuvutia ni pamoja na kuilinda na jua, miale ya jua, kuilinda na smokes, environmental distractions zote. Unatakiwa uiprotect ngozi yako, na tunailinda kwa kutumia the best sunscreen nyingi za kutumia. Next time nitaongelea more about sunscreen, lakini sunscreen nyingi ambazo zipo watu wanazitumia ni njema na nzuri pia kwa kulinda ngozi zetu. Lakini unatakiwa kujua kwenye ngozi kuna kitu kinahitajika zaidi na kipo ndani yetu, collagen. Kadri tunavyokuwa, studies zinasema kadri tunavyokuwa collagen ya binadamu inashuka. Kwa hiyo yani mostly ukifika pale 20 years, just know your collagen decreases. Na collagen ni protein muhimu sana ambayo ndio inakusaidia katika kulinda ngozi yako na kufanya uwe na appearance nzuri, free from wrinkles, free from mistari and all that. Kwa hiyo kama unafahamu kwamba collagen inashuka, so what do you do ili uweze ku maintain ile collagen yako? Kwa sababu collagen ndio inafanya uwe na the best appearance of your skin. Kwa hiyo tunafanyaje ili tuweze ku maintain the appearance of the skin? Na kwanza inabidi ujue unatakiwa kutumia vitu gani ya kuzidi kufanya ile more production of collagen kwenye mwili wako. Supplements ambazo unatakiwa kutumia na ni nzuri sana kwa sababu zinaenda kurutubisha mwili wako, zinakusaidia kuondokana na wrinkles. See people wanapo struggle sasa hivi kuhusu ngozi, wanafanya skin surgery and all that. Why? Kwa sababu hawataka ile appearance ya mistari, wrinkles, lakini pia wanataka wafeel ile confident. Kwa hiyo skin inakupa ule ujasiri wa kujua kabisa my skin is beautiful, so I can appear anywhere and my confidence ipo on point. Kwa hiyo kuna supplement na products mbalimbali zinazosaidia mtu collagen increase katika ngozi yake. Unaona? So ni vizuri sana kuzingatia unatumia vitu gani kwa ajili ya ngozi yako. Know the purpose of that thing ili uweze kufikia lengo katika kuimarisha ngozi yako. So I think that's the best thing ambacho naweza mkajali kwa sasa hivi. Know about your diet, know about the exercise you're doing. Jua kuhusu product gani unatumia, are they quality products? Ni product ambazo si kali kwenye ngozi yako. Jua kuhusu jua lina affect vipi ngozi yako. Jua kuhusu umuhimu wa collagen katika ngozi yako, lakini pia fahamu kuhusu umuhimu wa kuwa na ngozi nzuri generally. Sababu our skin ina regenerate every after 27 days. Very important not kujua hilo. Hadi tunavyokuwa na ngozi zetu zinakuwa usiku. Yani usifikiri utabaki na ile ngozi yako ile ya mtoto if you're not protecting your skin. Kwa hiyo linda ngozi yako kwa kufanya hizo vitu ambavyo nimekwambia leo. I assure you you'll have the best skin, ukiwa na a nice glow. So asante sana kwa kunisikiliza. Welcome again to my next session.